siku ya leo ni siku nzuri sana ambayo itakusaidia uweze kuelewa Roho Mtakatifu kiundani zaidi. Kuna sehemu nyingine ukizungumzia habari ya Roho Mtakatifu unatengwa kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa mtu aliyeokoka, anayejua safari, unajua si wote wanaosali wakiwa na ratiba ya kwenda mbinguni, sio wote. Amen. Ni wachache sana, wachache mno. Kwa nahitaji msomaji mzuri sana wa Biblia. Lakini pia nahitaji masikio yako yawe na utulivu wa kutosha. Amen. Kwa sababu nitafundisha, wala sihubiri au sikufanyi jambo lolote, lakini nataka nikwambie siri. Haleluya. Muujiza wa kwanza wa mwanadamu ni kulala na kuamka. Lakini pamoja na hiyo, unaofuata ni kufunguka ufahamu. Biblia inasema ya kwamba watu wangu waangamia kukosa nini? Maarifa. Na kinachotusaidia maarifa ni Roho Mtakatifu. Kwa lazima umwelewe kwa upana zaidi, kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kama unaandika kichwa cha neno, andika tu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Au niseme roho ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Roho ni nini? Roho Mtakatifu. Lakini kabla sijazungumzia Roho Mtakatifu, nataka nikwambie roho ni nini. Roho ni nguvu inayomtoa mtu kwenye hali ya kawaida, inamweka kwenye hali isiyokuwa ya nini? Ya kawaida. Haijalishi iwe ya shetani au iwe roho ya Mungu, ili mradi imeitwa roho. Ni nguvu inayokutoa kwenye hali ya kawaida. Na ndio maana ukiangalia vizuri, mtu akiwa na hasira anabadilika. Hata sura inafanya nini? Inabadilika. Ina maana kuna roho ya hasira imeingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu akiwa na furaha, lazima uso unafanya nini? Unabadilika. Ina maana kuna roho ya furaha imeingia ndani yake. Kwa hiyo roho ni nguvu inayomtoa mtu kwenye hali ya kawaida na kumweka kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Lakini sizungumzie roho ya shetani, nazungumzia roho nani? Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Watu wengi wao wanafikiri kujazwa roho ni kunena kwa lugha. Tusidanganyane. Amen. Kujazwa Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha. Hapana. Biblia inasema kwamba hizi lugha ni nini? Ni ishara. Tena kwa wale waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka uelewe Roho Mtakatifu, umwelewe kwa upana zaidi, alafu mjue zaidi. Ayubu anasema mjue sana Mungu, uwe na nini? Na amani. Baada ya hapo ndipo mema yatakufuata. Kwa hiyo ukijua sana habari ya Roho Mtakatifu, inakusaidia kutambua kwa undani wokovu umebeba kitu gani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema hivi, mtu anayetamani kuwa mwanafunzi wangu, kwanza akatae baba, akatae mama. Amen. Akatae mke, akatae mume wake, alafu akatae watoto. Haijatosha, akasema tena mtu kama huyu ajikatae mwenyewe, yani ajikane yeye mwenyewe. Baada ya hapo ajitwike msalaba, alafu anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu anifuate. Huyu ndiye anastahili kuwa mwanafunzi wangu.
Kuna wakati Petro akamuuliza Bwana, tumeacha vyote tunakufuata wewe, tutapata nini kwako? Yesu akamwambia taarifa za ufalme mwingine tofauti na ule anaoishi. Kwa hiyo Petro akajua kwamba kumbe nimemfuata Yesu si kwa sababu ya vile ninavyofikiria mimi, ninamfuata kwa sababu ya ufalme mwingine unaokuja tofauti na unaoona hapa. Kwa hiyo anazungumzia kiundani habari ya wokovu. Ngoja nikwambie, hatuokoki kwa sababu tupone magonjwa. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu akikupenda kwa sababu atakuacha kwa sababu. Kwa hiyo ile sababu iliyosababisha akupende, asipoona kwa kupenda unafanya nini? Umeisha. Lakini aliyekupenda kwa dhati atakubali kuchukua mzigo wako uwe wa kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Ana tafsiri nyingi sana, lakini tazungumzia habari ya nguvu ya nini? Ya Mungu inayomtoa mtu kwenye hali ya utumwa wa shetani na kumweka katika uhuru wa nani? Wa Kristo. Hebu tusome kitabu Yohana sura ya 7. Yohana sura ya 7. Hii maiki haina effect hata kidogo, ndio maana nasikia ni kavu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 hadi 44. Hitaji msomaji mzuri sana. Ndiyo. Siku ile kubwa ya sikukuu. Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema. Akasema nini? Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi. Kama vile maandiko yalivyonena. Ndiyo. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho. Ndiyo. Ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. 40. Basi wengine katika mkutano walipoyasikia maneno hayo, ndiyo, wakasema nini? Hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, ndiyo, je, Kristo atatoka Galilaya? Andiko halikusema ya kwamba Kristo atatoka katika uzao wa Daudi? Ndiyo. Na kutoka Bethlehemu. Mji ule aliyoukaa Daudi? Ndiyo. Basi kukaingia matengano katika mkutano kwa ajili yake. Ndiyo. 44. Baadhi yao wakataka kumkamata. Lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu akasema hivi, kila aliye na kiu na aje kwangu anywe maji. Alizungumzia habari ya Roho Mtakatifu na hakuweza kumfunua wazi kwa sababu alikuwa bado hajatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila aliye na kiu na aje kwangu anywe maji. Maneno haya ukiangalia kwenye sura ya 4, anamwambia mwanamke Msamaria, kama ungejua ni nani akuombaye maji, wewe ungemwomba maji ya nini? Ya uzima. Kama ungejua. Lakini ndani yake kulikuwa na ujinga. Haleluya. Kwa sababu gani? Wasamaria waliambiwa kwamba siku zote wanatakiwa kuabudu katika mlima ule. Lakini mwanamke huyu alipokutana na Yesu akamwambia kwamba sisi baba zetu walituambia tukitaka Mungu tumtafute kule. Yesu akasema saa imefika. Hamtumwabudu Mungu tena katika mlima ule. Waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo akaingia kwenye habari ya maji. Akasema kila aliye na kiu na aje kwangu anywe maji. Maji haya aliwakilisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Kwa hiyo unagundua ya kwamba habari ya roho kuna upana mkubwa sana. Watu leo wanafikiri Pentekoste ni kunena kwa lugha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sitaki sana kugusia habari ya lugha, lakini ngoja nigusie kidogo tu kwa kuondoa ujinga kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kidogo tu. Unajua kuna kitu kinatofautisha lugha nyingine na lugha mpya. Amen. Ni vitu viwili tofauti. Leo nataka nizungumzie Pentekoste halisi. Si ndio sisi hawa? Amena. Si ndio Pentekoste sisi? Sasa natakiwa uelewe kiundani zaidi ili ujue kwamba kwa nini kanisa lipo na lina jukumu gani. Upentekoste sio kunena kwa lugha. Na kunena kwa lugha kuna utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nigusie kidogo habari ya lugha, japo sio sana ambako natamani kuelekea, ila kwa sababu nina muda, ashukuru Roho Mtakatifu kunisaidia. Amina. Biblia inasema hivi, Mungu atasema na watu hawa kwa lugha nyingine. Lakini Marko sura 16 ukianzia 17 anasema kwamba watanena kwa lugha mpya. Watakula vya kufisha lakini hawatakufa. Kuna utofauti wa lugha nyingine na lugha mpya. Siku ya Pentekoste ukiangalia kwenye sura ya 2 ya Matendo ya Mitume, nimesema sitaki kuzama sana kwenye lugha, lakini nagusia kidogo. Hawa watu walipopokea nguvu, wakajazwa Roho, wakaanza kunena kwa lugha. Ile lugha waliozungumza, ukisoma vizuri kuanzia mstari wa 5 kushuka, utagundua kulikuwa na makabila tofauti siku hiyo. Kwa sababu unaposema Pentekoste, umesema sikukuu ya nini? Ya mavuno. Hata wengine hawavijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema sikukuu ya mavuno. Kwa siku hiyo Yerusalemu kulikuwa na makabila tofauti. Na ikiwa Roho wa Mungu anatamani kusema, hawezi kusema na wao kwa lugha usiyoijua. Yeye atakuwa mjinga na wewe utakuwa mjinga. Unielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ilibidi Roho Mtakatifu azungumze na mitume kwa lugha ambayo watu wataielewa, wasikie ujumbe ni kitu gani. Na ndio maana ukianzia sura ya mstari wa 5 kushuka, anasema kwamba kila mtu aliyekuwepo pale alisikia kwa lugha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kila mtu alipata ujumbe kwa lugha yake na akaelewa. Kama wote wangeongea Kisukuma, mimi wa Kigoma nisingeelewa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hapa tukianza kuongea Kikurya, wengine watu waelewa. Inabidi tuzungumze Kiswahili. Amen. Hata mtu aweze gabasumba aelewe kwamba wanaongea nini. Haya basi ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo waliposhushwa, nguvu ya Mungu ilipowashukia saa 3 asubuhi, kitu ambacho si kanuni, wakafikiri hao watu wamelewa. Lakini desturi ya Yerusalemu, mtu atakiwe kulewa saa 3, sio kukwenda bongo. Mtu analewa saa 12 tayari ameshamaliza. Amen. Tofauti na huko. Kwa hiyo Mungu akafanya kitu ili watu wajue. Ukisoma Isaya anasema kwamba nitanena na watu kwa lugha nyingine. Hii lugha sio kwamba ilikuwa ni lugha ya mbinguni, hapana. Isipokuwa ilikuwa lugha ya mataifa waliokuwepo pale kipindi hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lugha mpya. Amen. Haleluya. Sasa tunaposema lugha mpya,
Ukisoma Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema hivi kwamba tena mtu akiwa ndani ya nani? Ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Sasa huwezi kuwa kiumbe kipya na ukaongea lugha ya zamani, utanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umefanika kuwa mpya, lazima uongee na lugha mpya. Lugha mpya ni nini? Amen. Yesu alipokuja duniani aliongea lugha mpya mpaka alipokufa. Lugha mpya ni ile ambayo inamtukuza nani? Mungu. Paulo baada ya kuokoka, baada ya kubadilishwa, akaanza kuongea lugha mpya. Alikuwa anatesa kanisa, akaenda kubariki kanisa. Amen. Leo watu wameng'ang'ana radadadadada bobo shindererere. Jamani, yaani upentekoste kama ujanena rinda rarara, watu hawajajua kama waona roho wa Mungu ndani yako. Hapana. Haleluya. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 14 utagundua amezungumzia habari ya lugha. Hebu mzee tusomee kwanza hapo. Tusomee hapo. Sije mkasema kwamba mbona mchungaji unajiswitch tu. Amen. Leo ni siku ya Pentekoste. Na wewe ndo mpentekoste. Haya, unielewe vizuri. Tuache ujinga. Sijakataa kunena kwa lugha. Hata mimi ikija nagonga. Ikija, lakini sio unapika ugali tu unaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tutasoma kwa urefu kidogo. 14 wa Korinto wa kwanza mstari wa 20. Anza mstari wa 20. Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema. Nasema nini? Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu. Msiwe watoto katika akili zenu. Lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga. Ndio. Bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Ndio. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa, kwa watu wa lugha nyingine. Kwa watu wa lugha nyingine. Sio lugha mpya. Na kwa midomo ya wageni. Na kwa midomo ya wageni. Wala hata hivyo hawatanisikia. Ndio. Asema Bwana. Basi. Hizi lugha ni ishara. Hizi lugha ni ishara. Si kwao waaminio. Bali kwao wasioamini. Kwao wasioamini. Lakini kuhutubu sio kwa ajili yao. Ndio. Wasioamini. Ndio. Bali kwa ajili yao waaminio. Haya. Ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja. Na wote wanene kwa lugha. Haya, na wote wanene kwa lugha. Sikiliza vizuri. Kisha ikawa wameingia watu wajinga. Wakiingia watu wajinga au wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Hawatasema nyie kabisa mmeenda sijui wapi. Lakini wote wakihutubu. Kisha akaingia mtu asiyeamini. Ndio. Au mjinga. Abainishwa na wote. Hahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi. Ndio. Na hivyo atamwabudu Mungu. Akianguka kifudifudi. Na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Ndio. Basi. Ndugu, imekuwaje? Mkutanapo pamoja. Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana mfunuo, ana lugha, ana tafsiri. Ndio. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Ndio. Kama mtu akinena kwa lugha. Wanene wawili. Au watatu. Si zaidi. Tena zamu kwa zamu. Na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri. Mwenye kutoa tafsiri. Na wanyamaze katika kanisa. Wanaleta kelele. Aseme na nafsi yake tena na Mungu. Na manabii wanene wawili au watatu. Na wengine wapambanue. Ndio. Lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno. Yule wa kwanza na anyamaze. Hebu rudi kwenye mstari wa 10. Mstari wa 10. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Hebu. mstari wa 10. 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
Neno la Mungu linasema, ndio, Wakorintho wa kwanza 14:10. Yamkini ziko sauti za namna nyingine duniani, ndio, wala hakuna moja isiyo na maana. Isiyo na maana. Basi nisipoijua maana yake, nisipoijua maana hiyo sauti, nitakuwa kama mjinga kwake, kuwa kama mjinga yeye anenaye, kwa yule anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwake, atakuwa mjinga kwake. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Ndio. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Wewe usafasiri. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu, lakini akili zangu hamna kitu. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho. Tena nitaomba kwa ajili pia. Kwa nini? Nitaomba kwa ajili pia. Nitaimba kwa roho. Tena nitaimba kwa akili pia. Nitaimba pia kwa akili. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga ataitikiaje? Amina. Baada ya kushukuru. Inatosha baba, umeshasema amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Punga mkono wako namna hii kama unampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikufafanulie Pentecoste ni nini. Haleluya. Watu wanafikiri kwamba Pentecoste ni pale tunapokutana tunaanza kunena, huyu ananena, huyu ananena, huyu ananena, huyu ananena. Hapana, huo sio Pentecoste. Kunena kwa lugha haimaanishi kwamba wewe ni Pentecoste halisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ishara zinazomfanya mtu kuonekana huyu hakika ni mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Ameongea vizuri sana Paulo. Anasema hivi, ikiwa watu wote kanisa nzima watanena kwa lugha, alafu akiingia mtu ambaye ni mjinga. Tunaposema mjinga ni mtu ambaye hajui ila anatamani kujua. Akiingia mtu kama huyu na akakuta kanisa nzima wako bize na kunena kwa lugha, huyo mtu atatoka hana kitu kichwani. Na anasema nimeingia kwenye kanisa la wenda wazimu. Imekuwaje? Yaani wanaongea lugha ambayo hata sivielewi. Mimi nilienda kuokoka lakini kinachoongeleka hata sikielewi. Huyu mtu anapotoka kanisani anatoka kichwani hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na watu huku wamejazwa, wananena kanisa nzima, wanaongea lugha wanayojua wenyewe, wakafikiri kwamba huu ndio Pentecoste halisi. Hapana, Upentecoste, haleluya, haleluya, Upentecoste ni kuongea lugha mpya, sio kunena kwa lugha nyingine. Na zipo ishara za mtu anayenena kwa lugha mpya. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakupa ishara za watu wanaonena lugha mpya. Ni watu wa aina gani? Amen. Nimesema hivi, huwezi kuwa mtu mpya na ukaongea lugha ya zamani. Lazima pawepo na tofauti. Inamaanisha nini? Ni kwamba mtu anapokuwa bado hajaokoka, hajapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, ndani yake mna matusi, ndani yake mna mdomo mbaya, ndani yake kuna kusengenya, ndani yake kuna uongo. Ina maana huyu ana lugha ya zamani. Anapotakiwa kunena lugha mpya, kama alikuwa mwongo aseme ukweli, anaongea lugha mpya. Kama alikuwa mtu wa kutukana, anaanza kutia watu moyo, anaongea lugha mpya. Lugha mpya sio hiyo ya kwenu ambao mnaongea rididididi. Hapana. Sijui watu wananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaponena kwa lugha ni ishara ya kwamba Roho Mtakatifu yumo ndani yako na anasema kitu ndani yako, lakini kinachotoka kwenye maisha yako ni kitu gani? Je, kinaendana na huyo Roho kweli au namna gani? Kwa tunakutambua kutokana kile unachokitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Haleluya. Anasema hivi, nikinena kwa lugha nisipoelewa ile sauti ya yule anayezungumza, nitakuwa mjinga kwake huyo mtu, na yeye pia atakuwa mjinga kwangu, maana hatuelewani. Anachokiongea mimi sikijui. Kwa sababu gani? Mtu anaponena kwa lugha, roho yake inaomba, inaongea, lakini akili hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya wa Pentekoste. Ningetamani hata amina yako iwe na nguvu kama unanielewa. Huwezi kusema amina, sinakuletea vitu tofauti. Na nilivyosema Ijumaa kwamba Jumapili tutamuona Mungu. Unasubiri sasa uone, ndio unaanza kumuona hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie msingi wa kanisa. Yaani leo ni siku yangu maalum kabisa. Mimi nikiongea habari ya Roho Mtakatifu ndio huwa naona kama ibada inafanyika. Amen. Sasa tunaendelea. Niligusia kidogo tu habari ya lugha, lakini siko huko. Kwa habari ya lugha, wewe nena unavyojua. Si Bwana kakuongoza? Mimi sikatai. Ipo njia onekanayo kuwa safi machoni. Basi sikatai. Ndio nashangaa mtu ana maneno ya kuomba ndo anaanza sasa rinda rarara boro bobo bobo nderererere rido do 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 rendererere masaa mawili. Livivu la kuomba hili. Ili vivu la kuomba hili linaweka kelele, limeshachoka, maneno hamna, upako hamna. Ona sasa mizunguko, kusumbua watu tu kanisani. Kaa kimya. Kama maneno ya kuomba imeisha, chukua neno, anza kusoma. Roho yako itapata nguvu. Utashangaa kama hata wewe ni mvivu kusoma neno. Hebu imba hata pambio, itakusaidia. Kama ulivyong'ang'ana rindererere borororo ndororo nderekororo. Jamani, hatuelewi unachokifanya. Na hata mtu akikuuliza hebu tupe ujumbe, mimi nilijazwa roho. Nilijazwa roho, nikanena kwa lugha. Mtu mwingine anakuambia, sehemu nyingine anakuambia kwamba usiponena kwa lugha na maana wewe si nani? Sio Pentekoste halisi. Amen. Yaani mtu anayeongozwa na roho ni yule ananena mapepo haya. Haya mapepo haya. Biblia inasema na wote wanaoongozwa na roho, hao ndio wana wa Mungu. Na wana wa Mungu ni wale wanaoitwa wapatanishi, watenda wema, waliokataa dhambi, waliochukia ulimwengu. Hawa ndio wana wa Mungu na ndio wa Pentekoste halisi. Haleluya. Sio kunena kwa lugha. Ona shanga mtu ananena kwa lugha afu amevaa kimini. Unanena kwa lugha, angalia suruali uliovaa, imebana nguo mpaka manani yote yanaonekana, alafu renda piga kofi akae chini huyu. Tunaweka kelele makanisani. Na ndio maana tunapoteza utukufu wa Mungu kwenye makanisa. Wa Pentekoste wanakuwa chanzo cha matusi kwa watu. Kwa sababu gani? Tunaenda na vitu ambavyo si vya msingi. Tunaacha vitu vya maana, tunafanya vitu ambavyo si vya maana. Tumepoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Tunatamani kuwa na kanisa ambalo Kristo anajivunia. Unapokuja hapa si kwamba mpaka upone tu, useme kwamba Mungu yupo. Hapana. Useme Mungu yupo, neno linapoingia ndani yako likabadilisha kitu kwenye maisha yako. Utasema hakika hapa kuna Mungu. Kuna Mungu anayefanya. Kuna Mungu anayependa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.